uelewe kwamba hata mbingu zinajua ya kwamba nafasi ambapo wana wa Mungu wanakusanyika, adui naye anajipenyekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uliona tuko tunachezea Yesu hapa, nijua hatuna karizme mu Yesu. Mwenye uliona na karizme elewa kwamba hayakutana na Yesu. Amen, amen. Ukikutana na Yesu hautajiangalia. Biblia inasema kila ambaye anataka kunifuata ajikane mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujikane. Amen. Amen. Hekima mingi. Amen, amen. Jona yo bei yayo $250. Hauna hayo haupati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yake una naivala nafikiri anavala mbingu. Lakini shii wengine tunakia itoshea hapo majasho. Amen, amen. Juu tunajua kwa nini Mungu ametuokoa. Amen. Karizme haiko kwetu. Stare ni mumoya tu, ni Mungu peke yake. Probleme lwako ulikana Mungu alikukosa kushambeba kuroho. Uko na sirimba mbona unamwangalia mbona nikupa unakula karizme utajua bure. Utajua bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajitesea bure. Mwachie Mungu nafasi. Usiwewe watu kumoyo. Unakosa appétit juu ya mtu. Niye bongo ya. Siwezi kosa appétit juu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siwezi kosa appétit juu ya mtu. Wewe nani? Unakwake na Mungu. Amen. Amen. Raha jipe. Kwa hii dunia kama ujitengenezee mazingira. Hawa wanadamu ndio unaona pembeni yako bwana. Hakuna hata wa kukutia moyo. Hakuna. Kama unasilipa libote hapo. Metoka nje tu pale. Mwambie nitafanya kitu fulani kusudi nipate gani. No. Utacha maisha yangu. Utapata nini mule? Njoo kwanza kuvunja nini? Moyo. Sio akiona kuko faida yako. Hata kubali. Wewe. Wende kala kuli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libariki. Amen. Na kukaribisha mara tena kwa neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa na somo ambayo tulikuwa tunazungumza na tutaweza kuigusia hapo tena ili tufarijiane katika neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Tasoma ule mstari wa 4 tu. Baadaye tutasoma ile andiko yetu ya msingi wa Mathayo sura 6 25 hadi 34. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma Zaburi 23 mstari wake wa 4. Kama umefika sema amina. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ni neno la Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma ile andiko yetu ya msingi ambayo tulikuwa naizungumzia hapo. Mathayo sura 6 mstari wake wa 25 tunashuka pale. Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au munywe nini, wala miili yenu muvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni
ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Amen. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Ni neno la Bwana. Amen. Shangilia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika juma tulikuwa tukizungumza juu ya wasiwasi inayowakumba wanadamu katika dunia hii. Wasiwasi ya maisha katika ulimwengu huu ambao tunaoishi leo. Wako watu wengi wana wasiwasi ya kumwamini Mungu, sababu waliambiwa na watu wengine ya kwamba kazi ya Mungu hailipi, ya kwamba vya Mungu vinagawiaka. Sasa mtu anakuwa na wasiwasi ya kutoa maamuzi ya kumfuata Kristo, sababu walidanganywa na wale walioshindwa. Na Juma nikakwambia, mtu ambaye ameshindwa safari hawezi kukutia moyo. Atakachokifanya atakusudia kwamba na wewe ufanye nini? Ushindwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wachuruzi wa roho mbaya na Wakristo wa roho mbaya, mchuruzi wa roho mbaya kama iko nauzisha makayao, ukimfuata na mwambia bwana, mimi nasikianga kila mara harufu ya makayabu mwako haishaki, na mimi naona niingie mwa hii kazi ya makayabu, niangalie hizi watoto watafanya nini, watakomana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ana roho mbaya, atakwambia basi ile ni kazi, basi na kwa kazi na shidi kukosa vya kufanya, ndio maana tuko mwario. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi mwenye bila pia kukuuliza ile kazi, na mimi nakosa vya kufanya, siwache basi na mimi niingie hapo, sababu na mimi nakosa vya kufanya. Lakini atakuvunja moyo kukomesha kama hawapataki hapo kitu, na kuiacha hataki aiache. Bwana Yesu asifiwe. Na waporo ya roho mbaya watakwambia kama vya Mungu alinipata. Na ukimuuliza sio shamuacha, atakwambia mbotungali tu mwani. Bora sikieni mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Asitungani tu mwani. Tungali na vilema vile. Sasa wache na mimi niingie mwani, niangalie pengine kuna neema yenye itakuwa tofauti na ya kwako. Mimi pengine nachaliwa neema yenye itakuwa tofauti na yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna wengine ambao maisha yao leo imekuwa maisha ya mie wao, maisha ya mateso, maisha ya mangaiko. Sababu gani? Sababu ya wasiwasi tu ya maisha. Kuko kiana mmoja niliongea naye, nikamwambia peke supatie Yesu maisha. Akaniuliza kitu mwavie, ule Yesu anapokeza nani? Kama mimi nampatia maisha atakuwa ananilipa. Unasikia ile Kiswahili? Bwana Yesu asifiwe. Asema ule Yesu anapokeza naka, nikimpa maisha yangu atakuwa ananilipa.
watu wa mshahara, watu ambao wanakuja kwa Yesu kwa intere. Mungu analipaka de, lakini haiko mwa ile nia yenye unakuya hapo kwake. Unapenda sana vitu vya Mungu kuliko kumpenda Mungu. Unapenda sana huduma kuliko upende mwenye huduma. Hao bila kulaku kumesulema yale yake. Mwizi. Chagulo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chakula hiki kuna problema ya yake. Kuku inatoka mnini? Muliana. Nikisha. Unataka kichwa hapo ndio itumike sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio watu wengi leo wanapenda Mungu. Wanapenda vya Mungu ndio. Lakini kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo Wakristo wamekuwa Wakristo wa madhehebu. Mkristo wa, lakini Wakristo ya Mungu hawakwake tena. Nikwambia fanya angalisho. Usikuye hapa kumesefe juu ya mchungaji. Na wewe kama utafuata Yesu juu ya mikate, kuya hapa kumesefe, tunaelana mafete na mafete. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaelana mafete na mafete. Kama ndio itakuleta hapa, haina probleme, wewe kuya hapa. Amen. Basi Yesu alifukuzana walikuwa mtafuta juu ya mikate. Hapana. Hapa fukuzana walikuwa washirisha tu. Lakini ukifika hapa kuna neema ambayo itakulokalize mpaka ubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ukutane na Yesu. Amen. Amen. Ana mtu tu. Mwenzangu anakuambia na usindikize kwa kumwambia wewe na wewe. Mimi nakusindikiza na unipatie. Wewe nisindikize. Acha mbona hivi sina kwa kwenda, acha nifanye nini? Acha nikusindikize. Kisha unashangaa kwa ile kumsindikiza. Na ndio unapata hapo kope. Sema ni kope ya kazi, unashangaa ulimsindikiza kule na kazi inapatikana na maisha yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wewe ambao ulifika hapa, haukufika hapa kwa bure. Kama kuna kitu kilikuleta shabaha fulani, elewa ya kwamba neema iko hapa, itakutana na wewe utabadilika tu. Neema iko hapa itakukutana na maisha yako yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba tusiwe na wasiwasi. Hawezi amini Mungu na uko mtu wa wasiwasi. Wenye manenda kwa shetani haezi enda kule bila uhakika ya kwamba kenye mimi natafuta kwenda kipata na kitatumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mchawi, kama ni mzizi alienda tafuta, ana uhakika ya kwamba hivi tu mimi nafika huko na nilikuwa na tatizo fulani. Maana hapa natoka huko niko na ushindi, niko na solution ya ile problem. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanaokuja kwa Yesu, Biblia inasema hakuna aliyekutana na Yesu akabakia vile bongo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sisi tulikuwa walevi tulipokutana naye, tukawa wahubiri wa habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kubali kukutana na Yesu abadilishe maisha yako. Amen. Usiwe sawa poro, bali kutana na Yesu tabia zao wakazificha. Amen. Amen. Usikie kufa sana Anania na Safira. Watu wanapatana shauri, wanaamua wanasema mke wangu ndio mume wangu, bwana wangu ndio bibi wangu. Unasemaje? Naona tuhusishe hii shamba, twende tumtolee Mungu. Biblia inasema wawili wakipatana shauri ya kwamba watafanya hiki, mbingu zinasaini na zinatia muhuri, zinasema hakika niko nyuma ya ile patano ya wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Walipofanya ile shauri, Mungu akasema niko nyuma ya neno langu kusudi nifanye nini? Nilitimize. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakubali ile neno, akawafuata Anania na Safira, akaleta mteja, shamba ikauzishiwa. Baada ya shamba kuuzishiwa, walipoona pesa wasiwasi kawaingia. Wasiwasi ilipowaingia, tamaa ikawaka. Wakasema ilale yote tupatie uvye bongo. Wakapatana tena yeye na bibi yake. Beni walipatana shauri ya kumtolea Mungu. Wao tena ndio wanapatana shauri ya kuiba Mungu. Amen. Ndio maana mwanaume akianguka anashika zaka angushe na bibi yake. Na watoto wafeni ni baanguke.
Bwana Yesu asifiwe. Na mwanaume akiokoka anashika zaka na nyumba yake ifanye nini? Iokoke. Asubuhi ndio bibi yangu kunaniambia hivi. Asema kuna mtu mmoja alimwambia, mama mbona unafanana kama Waislamu? Nilikuwa niko mtushi, nilikuwa nafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasema acha nisikie habari itaishia wapi. Walikuwa wanaongea na Mungu. Sikumwambia nini kwamba. Sasa nilisikia sababu yenye inatuma wanamuita Muislamu. Nasema Mungu asifiwe. Umwezi. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie ni sababu gani? Bwana unafanana kama Muislamu. Kwa nini? Na kuonaka tu na makanzu zirefu na kitamaa yako kukichwa, akasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu wa bibi yangu sana na muoa. Na kwa pendana kama njoo kisu kikaya kama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuwa pendaye ikae sana. Ngana na mafoto. Ninasema mungu kikaya. Nakumbuka kikaya ulikuwa unapenda. Leo ishaenda wa. Naona kama chakozi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anapendaka ile kitu. Lakini tulipoamata lazima afanye nini? Ashike njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima aniike mimi. Ile wasiwasi ya kupenda dunia, ya kupenda kikaya kama ikaye ikaisha. Kiu ya ikaye ikaisha. Akaiga safari yangu, akasema hivyo naambatana na wewe mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mtu akiokoka anajikazana kwamba hata nyumba yake iokoke, na mtu akiporomoka anaporomoshaka na nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona kama mtu anaokoka kweli kweli, habari za wokovu tu ndio zinasemwa kwa mwake. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu kama anaokoka, habari za wokovu ndio zinasemwa kwa mwake. Utasikia saa yote Zaburi ya 23. Bwana ni mchungaji wangu. Sasa Bwana kitu gani? Unasikia ni maverse tu. Maverse tu ndio zinaporomoka. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akiporomoka, akiingiliwa na shetani, unayamu yake habari zinakuwa kama unaona msibali mbalimbali walimba. Ule alikuwa fungua lukinga. Mwingine ndio na kwa habari makritiki. Jia nini? Ameshaporomoka. Wokovu imefanya nini? Imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama nyumba yako iko vile wala nyumba yenu iko vile, elewa kwamba wokovu mmeipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliookoka hawatetani. Mungu anakataa juu ya wanafiki. Anakataa. Na alifundisha mitume. Mtu wokovu kishamshinda, mtu anakuwa mtu wa kuongea. Juu na kushinda. Kazi ya Mungu haijengwi kwa maneno. Tuache wasiwasi. Kazi ya Mungu haijengwi kwa kuongea. Unaikao kuongelea. Pastor nani anasapenda ile nyumba yake machira mtu mama na sauti uko sasa sijui watendo. Ni wako. Nilikopesha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikopesha yako. Si mikrofoni hii hapa. Usimame na wewe imbe. Onesha msimamo wako tukujue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au kusikia baba Jean anatangaza hapa. Alikuwa shakuwa mbali. Lakini alipoonyesha msimamo wake na kile anataka, ukaanza msogeza, yeye yule anaanza simama naye mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na kesho sasa tunatoka tunaenda fanya injili mkutano. Mimi na watu pale niko na assiste. Yeye na Timotheo niko wanafundisha, na papa Idris wanafundisha, na Blaise wanafundisha, na mimi kwenye niko mimi natia Mungu nasema nimeza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wasiwasi. Biblia inasema tusiwe na wasiwasi. Lakini nataka tumalizie kwa hii habari ya wasiwasi kama silaha kubwa shetani anayoitumia kukatisha wana wa Mungu tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikia somo ya leo. Wasiwasi kama
kama silaha kubwa ambayo shetani anaitumia kukatisha watoto wa Mungu nini? Tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Biblia inatupatia uhakika kwa ile kitabu ya Mathayo sura 6:25 ya kwamba tusijisumbue kwa jambo lolote. Tutakula nini? Tutavaa nini? Tule nini? Hayo yote wapagani wasiomjua Mungu ndio wanasumbukia nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu tunapomwamini anasema acha ya mioyo yetu na ijulikane na nani? Na ijulikane na yeye. Ndio maana anasema kwamba anatuwazia mema. Aseme tusijisumbue juu ya maisha yetu. Na nauliza, mwanadamu nani ambaye anaweza kujiongezea siku moja ya kuishi? Wala uongeze. Unaona hivi niko na lupala hapa. Sijaanzisha video. Na mimi sio hata kwezi na ale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata nichanje mulongo, naweza sirudishia hizo. Hata ile mafuta ya bashindo naweza zirudisha. Ikizirudisha itakuwa ya posho mbili, kesho tena safari ni zinaale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaongea anasema, ni nani kati yenu sababu ya kujisumbua juu ya maisha anaweza kujiongezea hata nyele za kukichwa? Iko? Hakuna. Sasa wewe uko na katala vya Mungu na acha vya Mungu juu ya kujisumbua. Uko nafikiria kwamba utajipatia vyenye Mungu akukupatia. Amen, amen. Amen. Na kuna wengine wanashikazaka apigane sana, angalia kama atashitia